mchezo wa kwenda kufuzu kwenda hatua inayofuata, ushindi wa goli 2. Hii ina maana gani? Kwanza ni maana nzuri tu, kila mtu anaona. Maana ya kushinda, unavyopeleka timu uwanjani, lengo namba moja ni kushinda. Kama timu haijapata matokeo, maana hujafanya kazi. Wanasema ukisukuma ukuta usipodondosha, work done equal to 0, wale wa physics. Wataalamu wa sayansi. Kwa leo kwanza tupongeze benchi la ufundi. Umeona kama dakika 62 wana Yanga wote walikuwa wametulia tu. Tulikuwa na utulivu kwamba ni namna gani kama nyuki zipo kwenye mzinga. Lakini baada ya pale akafanya sabu zake kama tulivyokuwa tunaambiwa, Nabi akifanya sabu mtego huo. Mtego. Kafanya sabu zake za mtego. Kaenda kufyatua wapinzani chali. Unataka kuniambia kwamba kuanzia dakika 60 na kitu kocha amechokonoa mzinga? Kweli, kwa sababu alivyoingia Andy Boeli, alivyoingia Edmund John na alivyoingia nani? Edmund John alikuwepo. Edmund John aliingia kipindi cha pili. Cha pili, yes. Anaingia Edmund John, anaingia Andy Boeli, Chikola. Kama uliona ile tukio, Pacome aliwaita njooni sasa. Hapa sasa hivi tunaenda kufanya kazi. For this time we are going to. Kumbe aliwaita kabisa. Aliwaita. Yani kuna kocha na assistant coach. Assistant coach alikuwa nani? Pacome. Ndani ya uwanja aliwaita. Akamwambia jamani, leo kuna wachezaji wakubwa duniani wanatufuatilia. Wamestopisha shughuli zao kwa ajili ya kutufuatilia sisi. Tusipofunga market tumefanya udhalilishaji. Watu wamelipia Azam Max hapo. Umenielewa? Osman Dembele. Osman Dembele. Kalipia. Sawa? Kalipia Azam Max. Messi. Kalipia. Tunavyokuambia Cristiano Ronaldo. Mpaka Ronaldo alikuwa anafuatilia mtanange huu. Ndio maana mechi kubwa inafuatiwa na watu wakubwa. Umenielewa? Tunavyozungumza matajiri, lazima matajiri wenzao wafuatilie. Kwa hiyo hawa wachezaji ndio walio influence zaidi. Ndio maana Pacome walivyoingia tu wale, akawaita akawaambia twendeni tukaonyeshe kazi. Zile dakika 28 zikaanza mpela. Uongo kweli? Tumeona mpela. Umeona mpela ule? Mpaka imefika stage. Sijajua kama nani amesha posti huko. Nani? Osman Dembele. Kwamba ambaye amechukua Balanio. Amechukua Balanio juzi hapa. Na alikuwa anafuatilia. Alikuwa anaifuatilia vizuri kabisa na alimwambia Pacome. Kwa sababu huko bara la Afrika. Ungekuwa bara la Ulaya, hii Ballon d'Or ilikuwa yako. Chebe. Mimi sitoi maneno, ndio maana nakupa. Kwani ngoja jamani. Kabla nyinyi waandishi lazima mfanye research. Nendeni katembelee page ya Osman Dembele, page ya Cristiano Ronaldo pamoja na Messi. Nini walikuwa wamekipost? Hii lazima nikafanye uchunguzi. Umenielewa? Na nina uhakika baada ya kureview na ile tukio, mimi ile tukio nimetumiwa video kutoka US huko. Umenielewa? Wamenitumia clip. Yaani ile kona goli la pili lile natumiwa. Andambwila ameingia nyavu. Lakini pamoja na ushindi huu wa maana kweli mtandaoni huko kumezua taharuki. Watu wanasema huyu kocha Christmas itamkuta kwao Ufaransa. Nataka niwaambie ukweli. Wanaosema kocha hatufai ni mashabiki wa Simba. Wamevaa jezi za Yanga, wanaenda kutuchafua kwenye klabu. Wengine ni waandishi. Kama ni mwandishi, uwezekana anachambua akiwa na 10%. Lazima tuzungumze. Kama kuna mchambuzi au mwandishi kasema huyu kocha Romain Folz bado hafiti Yanga, inawezekana kuna sema anapokea 10%. Kwa nataka kutuambie ile mliokuwa mmeiposti kwamba mfumo umekubali. Ule mfumo mliokuwa mnauzungumzia ndio huu ambao mtamaliza nao msimu. Kafungwa goli ngapi jumla? Chuma 2. Jumla kafungwa goli ngapi? Chuma 5. Simba hajaifungwa goli 5. Ashawaifunga. Wale wenzake msimu uliopita nani? Kwanza hata Ken Gold kafungwa 5 yumo, JKT yumo, KMC yumo. Ni wengi sana. Si mfumo. Kwa nataka kusema mfumo ambao umechezwa leo hapa ndio mtakao utumia kwenye ligi. Mimi nataka niwaambie. Maana watu wamesema mlikuwa mmeshikilia mioyo dakika za mwanzo.
Hivi mnajua nani aliyemshauri Putin? Aliyemshauri Putin. Unajua Putin ni msumbufu, dunia inamjua. Putin ni msumbufu, dunia inamjua. Unajua mshauri wake ni nani? Nataka hasia tumjui, nataka tuambie wewe hapa. Unamjua Roman Folz wewe? Sasa kaleta mfumo wa Kiputin hapa. Yaani kwamba huyu Roman ni mshauri wake kabisa wa nani? Yaani Roman Folz na Putin. Pete na kidole. Pete na kidole. Sasa mimi nataka niwaambie. Huu moto muache tu. Huyu jamaa muache tu. Ndio maana mimi nikwambie, kamfuatilie Roman Folz wakati akiwa kocha. Kwenye timu alizotoka, kuna timu iliwahi pigwa goli 15. Wanamuuliza anakuambia hizo ni sawa na goli 3. Goli 15? Anahesabu kama goli 3. Sasa maafa. Ndio maana nawaambieni. Na bado hawakucheka. Goli 15 bado Ambia mimi natamani timu ifunge goli 16, 18, 20, 30. Ndio naona timu Ndio maana leo hii ninavyokuambia, fanya research Roman Folz kwenye timu ya Yanga na misimu mingine yote. Wakati gani tunatengeneza chance nyingi? Dakika za jioni. Hoja chance nyingi. Yaani acha zile, yani kwamba tunawashambulia mara nyingi ila tugeuzi kwa magoli. Sasa hebu imagine zile chances zote tugeuze kwa magoli. Kuna timu italeta timu yake hapa. Kama kuna watu walimkimbia Lamovic, kwa Roman Folz mimi nawaambieni huyu Putin huyu. Huyu. Wao wana huyu. Mimi nawaambieni huyu. Kwa nataka kutuambia Disemba huyu anafika. Tunakula naye vizuri. Mwaka mpya tunakula naye. Kwa nataka kutuambia na dabi ijayo watani wajiandae, kocha ni huyu. So tuseme kwamba tufike naye Krismasi au mwaka mpya. Tunatamba naye mpaka ubingwa. Kwani nini? Tunatamba naye mpaka ubingwa, na tena sio ubingwa ndani tu. Unazungumzia ubingwa upi huo? Unanichanganya. Leo tulivyomaliza na huyu. Kama ikiwezekana kafu tuonyeshe tarehe ya ubingwa, ya finali ya klabu bingwa. Yaani mchezo huu wa leo tu tayari mmeanza kufikiria na ubingwa. Nani wa kutuzuia sasa wewe unavyoona? Kuna Fiston Kalala Mayele Pyramid. Haya Mayele tunamjua in and out. Umenielewa? Alikuwa anacheza na kina nani hapa? Kina Baka, kina Dickson Jobu, kina Mwamnyeto. Umenielewa? Sawa? Leo hii nakwambia tulicheza na ile timu wakati ile tunachukua kombe pale South Africa. Unaikumbuka ile timu? Achana na ile. Ile nyingine ile Augsburg. Umenielewa? Mbona nataja matimu makubwa tu. Kama ile tumecheza nayo. Akina Mwamnyeto kina nani wameweza kuonyesha ubora wake. Mayela ataweza kupita mbele ya Mwamnyeto. Anaweza kumpita nani? Jobu. Anaweza kumpita Baka. Mimi niwaambia pangeni tarehe ya finali hapa. Sasa wewe watumie ujumbe Al Ahly, kwa sababu hawa ndo tunasema title contender kwa muda mrefu sana. Mara kadhaa wanaonekana wakichukua ubingwa. Hebu wape salamu Al Ahly kwamba mnajiandaa kwa finali. Msimu uliopita ametolewa na nani? Sina timu kutoka South Africa. Safari hii ajikaze atolewe na Watanzania ambao ni Yanga. Kwamba nyinyi ndio mtamtoa Al Ahly. Baba, sisi tunasema hivi, kama msimu uliopita ametolewa na timu kutoka South Africa, msimu huu ajikaze tufike finali, nicheze naye na kombe nichukue mbele ya National Yard. Hiyo ndio itakuwa safi. Lakini malengo yenu ni kufika makundi. No, yani huo ni mtego kama sabu. Tulivyosema Yanga tunataka kufika makundi, ile ni sabu ya mtego. Subiri tufanyie sabu uone. Kumbe hiyo mmeweka sabu ziko nje. Kwanza umeiona jezi? Imeandikwaje? Imeandikwa nia. Nia yetu kuwa mabingwa. Ndio jezi ya kuchezea. Umenielewa? Yaani hii ndio ya kupigania. Ya kupigania. Nia zetu zote tumeziwekeza kwenye ubingwa. Lakini imezua taharuki huko, watu wanasema hawajaona mkiingia mkataba na huyo mtengenezaji mpya wa jezi ambaye ndio Nia. Wanasema mashabiki wa Yanga mnapelekwa tu saizi kama walevi. Sikiliza kitu kimoja, ngoja tuambie sasa. Unajua kuna watu hawajui. Hawajui. Hebu tupe. Hapa tumeona JSM ametoka. Tumeweka nia. Tumeweka kwanza nia kwanza ya kuwa mabingwa. Umenielewa? Tumemtafuta mdhamini ambaye
Mmoja ya watu ambao wamesababisha vilabu kuwa mabingwa ni huyu mdhamini tuliyomweka hapa. Lakini hatujaona hela. Ndio maana nataka nikwambie. Si GSM mwenyewe. Kwa kumbe huyu ni yeye mwenyewe. Huyu ndo aliyetengeneza jezi. GSM ni msambazaji. Okay. Kwa anayetakiwa kuwepo hapa ni nani? Mtengeneza jezi. Umenielewa? Kwa GSM anaendelea na usambazaji kama kawaida. Sasa tunaenda kumwambia kwamba huyu ulikoenda kumtoa ni mbali mno, na sisi nia yetu ni kuwa mabingwa. Lakini kwa nini mmetoa tena katikati ya msimu? Yaani ndani ya msimu mmoja mmetoa jezi mbili. Ya kwanza tuliwaambia mtoko. Hii ya leo jezi ya msimu. Kwa kumbe jezi ya msimu ni hii. Hii hapa. Ule mwingine ulikuwa ni mtoko. Mtoko wao unakuwa wa muda mfupi. Mnachanganya sana. Hii sasa ndo tumefanya comeback. Watu wametoa vibatiki, wameingia navyo mtaani, wanatamba, wanakuta watu tunafanya comeback. Umenielewa? Yaani wewe umeshinda goli 3, dakika 85 mtu anafanya comeback goli zote 6. Kwa mnataka mseme nyinyi ni kama Jwaneng Galaxy ambayo Simba alishinda 2 ugenini akaja kupindua meza hapa kwa Mkapa. Hiyo umetaja timu ndogo sana hiyo, Samsung Galaxy hiyo. Timu ndogo kabisa, hata kwenye ramani haipo. Haipo hata kwenye ramani. Ili tuliona kwa sababu anacheza na Simba na wewe. Wewe tulia kwanza. Sawa? Ngoja nimalize. Sawa mdogo wangu? Sawa, tulia. Umeelewa? Hiyo timu ndogo sana. Yaani leo hii uniambie Yanga unaizungumziaje? Yaani imecheza na Chelsea, bingwa mtetezi wa vilabu, kombe la vilabu, maeneo ambayo tunaita FIFA World Cup. Umenielewa? Tunaita nini ile FIFA Club World Cup. FIFA Club World Cup. Yaani ndio umecheza naye. Chelsea amekupiga goli 2. Una uwezo wa kutoboa, halafu tunapiga goli 3. Kwa nataka kuniambie hii Yanga ya saizi ndio ile Yanga ya asali na maziwa. Yaani hii kama mlikuwa mnasimuliwa kuna watu hawakutumia nauli kufika nchi ya ahadi, sio?